Yes, nisikilize kabla ya kuscroll. Leo tutazame hizi mbegu za chia katika kutibu maradhi haya. Maradhi yenyewe ni yapi sasa? Hebu nisikilize. Kwanza mbegu hizi hupunguza uzito mkubwa. Ikiwa na tatizo la uzito, pendelea sana kutumia mbegu hizi za chia, zitakupelekea wewe kupunguza uzito huo na kukaa vizuri zaidi. Na kuna wale watu ambao wanakuta na tumbo kubwa. Sasa lile tumbo, mazoezi ni muhimu, lakini utapotumia mbegu hizi za chia mara kwa mara itapelekea tumbo lile lipungue na uje ukae vizuri zaidi. Hata kwa wale wakina mama ambao baada ya kujifungua wanashindwa kurudisha ile appearance yao ya mwanzo, vizuri zaidi ukawa unatumia hizi mbegu za chia, zitakuweka wewe urudi katika muonekano mzuri zaidi. Kuna watu ambao wana tatizo pia la mmeng'enyo wa chakula, yani unakuta anapata haja ngumu. Ni vizuri zaidi ukatumia hizi mbegu za chia, zitakufanya wewe upate au lainishe choo. Na ni nzuri pia kwa watu wenye tatizo la athari za moyo. Simaanishi wale ambao wana hilo tatizo kabisa au limedevelop, bali ni ile athari inayoanza labda umefanywa check up hospitali ukaambiwa wewe unaelekea kupata matatizo ya moyo. Kwa hiyo ni vema ukatumia hizi mbegu za chia. Na maanisha pia hata ukiwa na pressure, hii ni nzuri zaidi ukawa unatumia mara kwa mara, itakufanya pressure yako kubalance na kukaa vizuri zaidi. Na kuna wale ambao wanahitaji ngozi yenye muonekano mzuri, pendelea sana kutumia hizi mbegu za chia, zitakufanya wewe ukaa na muonekano mzuri. Sasa unatumiaje mbegu hizi? Mbegu hizi utazichukua kijiko kimoja cha chakula, utaweka katika glasi yako, then utaweka maji ile glasi ijae. Kabla haijajaa unaweza apply pale kidogo maji ya limao. Baada ya muda fulani, sekunde kadhaa au dakika 1, 2, 3, zile mbegu zitaanza kulainika, then utakoroga vizuri, utapata kuenjoy kinywaji chako. So kama umependezwa na tips hii ama mahali ambapo hujaelewa na unahitaji kujifunza zaidi, unaweza uka-comment hapo chini, tuendelee kujifunza pamoja. Follow for more, na Mungu akubariki sana. Asante.